Unajua, nilimwambia mtu akasema, sasa mchungaji, hapo tu nyinyi mnapoomba hapo inatosha nchi nzima? Anafikiri vinaenda hivyo. Maombi hayana umbali. Tunapokuwa tunaomba hapa tunajitazama kama nchi nzima. Maana yake sasa ni wewe tu uliyekaa hapa, mbingu zinakusubiri useme neno, nchi pone. Sasa sitazame habari za mwingine yuko Songea si wapi, ni wewe tu. Bwana asifiwe. Ukienda kwa staili hiyo utaomba kwa imani na kwa mzigo. Ukiomba ukijua na Dar es Salaam wanaomba, unakosea sana. Omba ukijua hakuna mwingine, ni wewe tu. Ukiomba hivyo utaomba kwa imani na utaomba kwa mzigo, na Mungu atasikia. Bwana Yesu asifiwe. Wanajeshi wamefundishwa kwamba bila yeye hakuna ukombozi. Kwa kila mwanajeshi anajua bila mimi hakuna ukombozi. Kwa hiyo anapigana akijua ni yeye tu. Akijua na mwingine yupo atategea. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametupa nafasi. Lakini kuna mambo nitakushirikisha hapa kama mbinu za kivita. Tangu uchaguzi umetamkwa, mchungaji hapa ameeleza, kila mtu na la kwake, kila mtu na la kwake. Sasa ngoja nikwambie, ulimwengu huu unaoona unaendeshwa na maneno, unaendeshwa na maneno. Umenisikia? Na hiyo ni kibibilia. Unavyoviona vyote vilivyoko duniani, vinavyotisha na visivyotisha, vimetokana na neno la Mungu. Kwa hiyo unaweza ukajua nguvu ya maneno katika kuumba na katika kubomoa. Tunaelewana vizuri? Amen. Sasa ukishajua hivyo, unaelewa kinachoendelea. Sisi hatuwezi kuenenda sawasawa na wana wa ulimwengu. Tutaenenda sawasawa na jinsi Mungu anavyotuongoza. Tuko tofauti. Tunaishi ulimwenguni lakini tunakwenda tofauti na wana wa ulimwengu. Tukijisahau tukataka kwenda kwa staili yao, tumepigwa. Na Mungu anakosa faida yetu kuwepo duniani. Unanisikia vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Anakosa faida yetu kuwepo duniani. Tulipokuwa tunaongea na mchungaji jana, tukawa tunasema nchi hii imejaa utabiri. Kipindi cha uchaguzi imejaa nini? Utabiri. Huo utabiri unajua ni maneno. Ni nini? Ni maneno. Kila mtu amesema na kwake, na sisi tumekuja hapa tuseme maneno. Hii vita ni ya maneno. Unanisikia vizuri? Ni ya maneno. Usiposema wenzako wanaenda. Umesikia mengi. Nilikuwa naangalia mitandao, mwingine anasema siku hiyo tutakinukisha. Hilo ni neno. Ni nini? Limerekodiwa ulimwengu wa nini? Wa roho. Linasubiri. Okay. Mwingine akasema kama mnaenda kuandamana mjiandae na majeneza mtunze kabisa. Na majeneza mtunze kwa sababu tutawaua. Hilo ni neno. Limeenda. Hayo maneno yote yanayohusu nchi ya Tanzania ambayo mimi na wewe tunaishi huko. Watakinukisha, tutawaua, tutawavunja miguu. Hayo ni maneno. Sasa kwa nini ni maneno? Nitakuonyesha. Bwana asifiwe. Tunachotaka kujifunza hapa ni nguvu ya maombi, si ndio? Katika kuikomboa hatima ya mtu. Kukombolewa kwa hatima, kuna mambo mbalimbali yanaweza kufanyika, lakini kuna kitu kinaitwa nguvu ya maombi. Sio maombi tu, nguvu yake. Kwenye maombi kuna nini? Kuna power
ambayo inafanya kazi kuhakikisha hatima ya nchi hii inasalia kama Mungu alivyoiweka. Lakini nani anafanya? Ni mimi na wewe. Ndio maana tumeacha shughuli. Leo ni siku ya Jumanne bwana, sio weekend. Leo sio weekend kwamba watu wanapumzika. Hapana, tumeacha kwa sababu tunaamini ya kwamba amani ya nchi ni ya muhimu, na ndio inatufanya sisi kuendelea. Sio maana tumekaa hapa. Kuna aliposema mchungaji, ukikaa hapa hivi utasikia haya madirisho haya ni unafikiri mdogo huu makubwa. Utaona mtu amepika hapa anatafuta pa kwenda. Kwa nini? Kwa sababu hakuna amani. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya maombi. Sasa maombi ni kutamka maneno. Kuna kosa moja tumekuwa tukilifanya. Ukiamua kuikomboa hatima kisiasa, utaipoteza. Wanasiasa leo wao wanahitimisha nini? Kampeni kwa staili yao ya kusema maneno, huyu hafai, huyu hafai, mimi nafaa. Wanahitimisha hivyo. Sisi hatuwezi kuhitimisha hivyo, tunahitimisha kitofauti. Ndio maana tuko kwenye madhabahu, na wao wako kwenye madhabahu zao wanazoendelea nazo, na sisi tumesimama kwenye madhabahu. Kwa nini? Tunaamini tuna nafasi kubwa kwa Mungu katika kufanya kila ambacho Bwana anataka tufanye. Wengine pia wameenda kwenye madhabahu zao, ndio wanapambania nchi, lakini wameenda kwenye madhabahu za miungu. Kuna watu leo hawatalala ndani, watalala makaburini. Unanisikia vizuri? Watalala makaburini, wanasubiri wapate nafasi katika nchi hii, si ndio? Sisi nasi tumekuja kwenye madhabahu. Kule makaburini watasema maneno, na hapa tutasema maneno. Sasa tutabaki kusema na ijulikane leo. Basi tutakutana hapo tu, tutakutana hapo na ifanye nini? Na ijulikane sasa. Yaani hapo bali na Mungu uso kwa uso, ili tujue. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, kwa huyu tu mmoja tu, na akasema nimesalia mimi tu, ninyi mko 450. Sasa mnaweza mkajitazama hapa ni wachache. Hapana, tunatakiwa kuwa kama mtu huyu mmoja tu, kusema kutokea hapa mbingu zisikie. Basi Bwana Yesu asifiwe. Kitabu kile cha Timotheo kinatuongoza